mtu aliyeenda kumrepresent katika koti hii mahakama international court kule, alienda kumtetea rais wa Kenya ambaye ni William Ruto. So ni watu rafiki wao umekita mizizi tangu rais William Ruto alipoingia katika mamlakani, hata akiwa deputy president. So ni marafiki wa dhati. So kuna urahisi sana kwa Kithure Kindiki kufanya kazi na mheshimiwa honorable the president of this country, Dr. William Ruto. Kithi, pengine kauli yako kuhusu hilo. Je, ni vipi Kithure Kindiki ataweza kutumia mfano wa Gachagua, hali aliyopitia? Ni vipi Kithure ataweza kutumia pengine mfano huo kuweza kuchata way forward kwa kazi yake? Nadhani ataepuka sana na usemi wa mlima na usemi wa mahali ametoka. Ataonekana kwa ukweli ni kuwa kutakuwa na unyamavu, watanyamaza kidogo kuhusiana mimi nimetoka mahali fulani, ingawaje watu watazungumza ambao wametoka mahali sehemu ambao wametoka, lakini kwake yeye naangalia kuwa atakuwa ni mtu ambaye aangazii sana mahali anapotoka. Na pia ukiangalia watu wamezungumza kidogo wakimwangalia ni kama mtu ambaye ako na potential ya kuwa rais wa kesho, nikisikiza. Na pia utofauti pia na Rigathi Gachagua ni kuwa Rigathi Gachagua hajakuwa na usemi kuwa alikuwa anataka kuwa rais mwingine. Alikuwa tu yeye alitoka kuwa mbunge akakuwa naibu wa rais, lakini sijamsikia kwa kina. Lakini nadhani siasa sasa hivi itabadilika kidogo, kwa sababu sasa unajua yeye amefeel ama watu wanasikiza kuwa ni kama madharau imefanyika. So kutakuwa pia na mtafaruku kidogo katika kisiasa, na kwa hayo ni kuwa Profesa Kindiki atakuwa tofauti na ataweza kuwa mwangalifu, manake anataka kukaa tofauti. Hoja yake kubwa kuwa naibu wa rais ni kutakikana yeye akuwe tofauti na aliyekuwa. Kithi, pengine ukiongezea kauli yako kwa hilo? Naam, nadhani hili swali litategemea sana, hususan rais yatakani. Rais yatakani kutoka kwa makamu wake. Gachagua nadhani alilifuatilia hili jambo na kimamlaka kwamba kikawaida. Kwa mfano, ukweli kwamba ni kwamba sisi hatuko wa Kenya kwanza. Hata tukuuliza tuwe wa Kenya, hatukuomba ruhusa. Ulikuwa na Wamasai kule, Wakikuyu, wale karibu wanaingia Tanzania wakitoka, kukawa na sui na Wamijikenda, Wajaluo. Tukae kwa nchi moja, ikabidi tuanze kuishi. Tukatunga sheria katika katiba ya kwanza ya uhuru, tukaendelea sasa tuishi pamoja kama jamii kisheria. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba ukiangalia katika huduma ya mwananchi, katika ile identity, hatujatoka kutoka pale tunapotoka kule tulikotoka tukawa na usawia wa nchi, kwa sababu tunang'ang'ania sana resources hapa nchini. Kwa hivyo kwa kawaida katika jamii yoyote kuna kile tunaita kuna mgawanyiko na tofauti. Katika familia ukapata mwingine ana akili zaidi ya masomo, mwingine labda tabia zake za ukora, yani kuna tofauti. Ukija katika jamii kuna mbari clans ambao kwa Somali tunapata ziko nyingi sana mpaka wanakosana kule kwao nchini. Ikaja race, wengine ni rangi tu, rangi ya Kihindi, rangi ya Kizungu, rangi nyeupe, rangi nyeusi. Kwetu sisi hapa nchini kitu ambacho kinatugawanya kwa urahisi zaidi ni ukabila. Na si kwamba ukabila ni ubaya, la hasha. Ni kwa sababu zile interests, zile communities zinajiform kulingana vile tulikotoka katika kabla uhuru mpaka pale tulipokuwa katika ile competition ya resources. Na hilo sawa. Lazima msukume mpate resources. Hivyo basi vile tulivyo labda kujishawishi katika jamii ni kwamba tunatuma sana watu wetu katika jopo la maongezi ya kisheria na ugavi wa rasilimali za hapa nchini kupitia kwa kabila. Kwa hivyo the first stop katika mgawanyiko sasa ni kabila. Hasa mlima ikaja ikatuma katika ile mzunguko wote wakapata Gachagua yuko pale mbele yako katika ngazi kubwa ya upeo. Yeye naye ikawa kwamba ninavyotathmini mimi ni kwamba yeye hakuja katika meza ya uongozi kwa sababu alikuwa na Mount Kenya yote ama mlima. Alikuja kwa sababu ya mbinu tofauti. Nadhani ni kwamba alikuwa na pesa wakati huo. Zikamsaidia kupata pale. Alipoingia akawa kwamba una hafifu kwa sababu wale watu kule nyuma hanao ambao wangewatumia katika
kuongea kwake, kwa sababu lazima uwe na ile basis ama msingi wa kisiasa ambao kawaida ni watu. Kwa mfano Raila ana watu, pesa anatumia ama hatumii sijui, lakini watu wakisema leo watoto watatoka kimaandamano, wako sawa. Gachagua akisema watu waandamane, labda hawangemsikiza, 2 watatu wangemsikiza, lakini hawangemsikiza kwa sababu hana ile emotions, ile hamaki na hisia na watu. Uhuru labda kwa amefika karibu na hapo. Hivi basi ikabidi awakusanye wale, aanze sehemu za kuwakusanya mlima hasa pale ikawa kwamba kumbe itakuja itumike ya kumtuhumu yeye. Muhimu ni kwamba hivyo pale tulipo ni kwamba ndio mtu wa mlima mwingine anayekuwa pale. Je, atakuwa na sehemu za kujaribu kuwakusanya wale watu wa mlima ili mradi awatumie kisiasa, ama atasema la hasha, mimi nishapewa kazi, nitafanya kazi? Nadhani rais hatafuti mtu ambaye atakuwa na naam. Aya, mtazamaji, huyo ni Profesa Kithure Kindiki, unamuona hapo. Amefika katika jumba la Harambee House. Kumbuka hapo ndipo afisi zake naibu rais huwa zipo. Kwa hivyo huyo ni Profesa Kithure Kindiki akisalimiana tu pale na maafisa mbalimbali ambao wanahudumu katika afisi zile, akiwa ameweza kufika katika jumba hilo. Kumbuka hapo ndipo afisi zake zitakapokuwa, ama afisi za naibu wa rais ambapo huwa zipo. Lakini hii picha hii hapa sasa ni katika jumba la KICC. Tuendelee Kithi. Bwana eleza kwamba kwa sababu mgawanyiko wetu wa karibu ambao unatupa kama kielelezo cha mgawanyiko ni ukabila. Swala ni je, huyu atachukua kisiasa na atakuja tena kujaribu kukusanya mlima ili mradi kwamba aweze kuwa na kama msemaji wa mlima ambao ndio ulimfanya Gachagua akapata shinikizo ambazo amezipata. Pili, ikawa kwamba je, ana hela ili kwamba aweze kusaidia kikampeni ama kuendesha? Nadhani hana hapo, ama hajajitolea kujitokeza hivyo. Nadhani nikiambatanisha na swala ambalo nimeliuliza, kwanza rais yataka nini? Yeye ataka mtu ambaye atamsaidia, si mtu ambaye atajipigia debe na